Sisi kama watu tuliookoka, mfumo wetu au mpangilio wetu wa rasilimali ni tofauti na watu wa duniani. Watu wa duniani, anasema sijaendelea kwa sababu sijapata mkopo. Anasema mjomba wangu akinisaidia mtaji nitaanza biashara. Nikifanikiwa kusoma chuo kikuu na kupata shahada, maisha yangu yatakuwa mazuri. Lakini sisi kama watoto wa Mungu, rasilimali yetu ya kwanza ni kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Yesu alimjibu Shetani akamwambia, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ukiangalia vizuri kauli ya Yesu, hakusema kwamba mkate sio muhimu, na hakusema kwamba mtu ataweza kuishi bila mkate kabisa. Mkate nina uhitaji kama ambavyo wewe mkate una uhitaji. Lakini sisi kama watoto wa Mungu, mkate sio namba moja, mtaji sio namba moja, kujenga nyumba sio namba moja, kuwa na mamilioni benki sio namba moja. Hasara nyingi ambazo tumezipitia ni kwa sababu hatukumshirikisha Mungu atupe uongozi wake. Mtu hataishi kwa mkopo tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Shetani hataki wewe upange mambo yajayo kwa sababu anajua yatakuletea manufaa kwenye maisha yako. Kitu anachokitumia kikubwa ni kukuletea mambo ya zamani. Utashangaa watu wote unaokutana nao wanakukumbusha tu mambo ya zamani. Wewe unadhani wanakukumbusha stori nzuri za kule ulikopitia, lakini ni njia ya Shetani kukuibia muda wako. Na amesema tu sio kwamba usiyakumbuke tu, anasema na usiyatafakari, kwa sababu the more unatafakari mambo ya zamani, maisha yako yanaanza kurudi nyuma. The more unatafakari mipango, maisha yako yanazidi kwenda mbele. Wengi tumerudishwa nyuma na Shetani bila kujua, kwa kustika au kwa kukaa na kutafakari mambo ya nyuma zaidi kuliko tunavyotakiwa kutafakari ya mbele. Tukiongea kwa akili zetu, tukiongea kwa mawazo yetu, ni rahisi sana kuteleza. Kabla hujazungumza kitu chochote, lazima ufikiri au lazima ukitafakari unachotaka kukisema kama kinaendana na msimamo wa neno la Mungu. Na ndio maana distance au umbali kati ya sisi na tunachokitaka, namba moja ni kwa sababu hatujatamka tunachokitaka, lakini namba mbili ni hatujui ni namna gani tutakipata tunachokitaka. Na ndio maana tukishatamka sasa, Mungu anachokifanya, jina la kwanza la Mungu kuwa introduced au kutambulishwa kwetu ni Elohim. Hapo mwanzo Elohim aliumba mbingu na nchi. Maana ya Elohim ni nini? Ni Mungu mwenye nguvu zote. Kwa nini inabidi